somo langu katika YouTube, ukiandika Mwalimu Enock Tuza, kuna somo linasema wanadamu kupenda kuabudiwa. Utakuta nimeeleza mambo mengi sana. Ni kweli kuwa mchungaji ni baba wa kiroho wa washirika wake. Watu wote wanajua kama mchungaji ni baba, lakini hawafurahii kuitwa mchungaji. Mchungaji wa namna hiyo, ukimwita mchungaji wangu hafurahi, mpaka umwite baba yangu. Tena wanapenda kuitwa baba, ambayo sio dhambi vile vile. Lakini ukipata tafsiri ya neno baba, tafsiri ina mambo makubwa sana. Hata kina mama wengine wanawaheshimu wachungaji kuliko wanavyowaheshimu waume zao, hadi baadhi ya ndoa zimevunjika kwa ajili ya kina baba wachungaji. Wapendwa, wapo kina mama ambao wameachika, ndoa zao zimeachika. Anamheshimu baba mchungaji upeo, akimsalimia anamsalimia kwa adabu sana, anapiga na magoti, ananyenyekea, lakini mume wake anaweza kumjibu vyovyote vile. Kuna mama mmoja alijiunga na kanisa fulani, ikawa kila siku yuko kwenye maombi, kila siku yuko kwenye maombi, yuko kwenye mikesha, kila siku mikesha, kila siku maombi. Hata mume akitoka kazini mara nyingine chakula hapati, maanake walikuwa hawana hata msaidizi, lakini anakuta chakula hakuna. Yani anakwenda nyumbani, anajua leo hii yupo na mke wake. Mke sema baba amesema tuende kwenye mkesha, anaenda kwenye mkesha. Yani amefundishwa kumheshimu baba mchungaji tofauti kabisa hata na mume wake, na kwa matokeo hayo ndoa nyingi zimevunjika. Tuangalie Mathayo 23 mstari wa 9. Mtu wala asimwite mtu baba duniani, maana baba yenu ni mmoja aliye wa mbinguni. Wala msiite viongozi, maana kiongozi wenu ni mmoja, naye ndiye Kristo. Sikiliza fafanuzi hizi. Bwana Yesu alifundisha haya na kuliweka jibu lake mstari wa 11 pale chini, akasema, tuangalie Mathayo 23, naye aliye mkubwa wenu atakuwa mtumishi wenu. Haleluya! Wapendwa, hilo ndio jibu. Na yoyote atakayejikweza atadhiliwa, na yoyote atakayejidhili atakwezwa. Hilo ndio jibu anaposema msimwite mtu baba hapa duniani. Wapendwa, ukiona mtumishi wa Mungu anataka kujiinua zaidi, ujue tayari huyo, ujue tayari. Lakini jibu limepatikana hapa, kwa sababu wewe uliye mchungaji lazima ujue kwamba wewe ni mtumishi wa huyo unayemchunga. Lakini badala yake huwa hawaoni hivyo. Kuna somo nilofundisha kwenye YouTube lenye kichwa cha somo kinachosema wanadamu kupenda kuabudiwa. Nimesha kuambia, ukiandika Mwalimu Enock Tuza unalipata. Hapo nimeeleza baadhi ya majibu mengi ya maswali hayo. Wapendwa, mpango wa Mungu tangu zamani sio kujikweza, bali ni kujishusha. Tumeweza kuona watu wawili wakubwa katika Agano Jipya, nao ni Yohana Mtakatifu na Bwana wetu Yesu Kristo. Wapendwa, hawa watu wawili, Yohana Mtakatifu na Bwana wetu Yesu Kristo, tukijifunza kwao, Yohana Mbatizaji alitangulia kuzaliwa miezi 6 kabla na akaanza kazi mapema, lakini alikuwa ni mtu wa ajabu kwa sababu alikula chakula chake nzige na asali ya mwitu, na hakuishi nyumbani kwa mtu. Baada ya kuanza kazi, sauti ya mtu ile nyikani, itengenezeni njia ya Bwana, nyosheni mapito yake. Palipo na bonde patainuliwa, palipo na kilima patashushwa, na palipo kwaruzwa patasawazishwa. Hayo ndio yalikuwa maneno yake. Mtu yule yuko porini anaunguruma tu. Lakini sikiliza, Yesu Kristo akafika mahali akasema, katika waliozaliwa na mwanamke hakuna aliye mkuu kuliko Yohana, lakini aliye mdogo katika ufalme wa mbinguni ni mkuu kuliko yeye. Amemuinua, lakini amejitaja na yeye ni nani. Lakini angalia, kwa Yesu hatuna tatizo. Hebu tuende kwa Yohana Mbatizaji. Yohana Mbatizaji katika watu wa siku hizi alikuwa na sababu ya kuweza kumponda huyu anayekuja nyuma yake. Kwanza yeye ametangulia, alafu yeye alipewa uwezo. Alikuwa na sauti ambayo anaweza kaongea hata milima itakatikisika. Chakula cha kawaida hakula biliani wala wali wa maji, hakula ugali wala dagaa. Chakula chake nzige na asali ya mwitu. Hajasheviwa nywele tangu amekuwepo. Haruhusiwi kunywa kileo, kwani ni mnadhiri wa Mungu. Lakini yule mtu si wa kawaida, amekuja kuitengeneza njia ya Bwana. Lakini kwa kuwa alijua hivyo, anafika siku moja anamuona Yesu Kristo anakuja, akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukue dhambi ya ulimwengu, ambaye mimi sistahili kuregeza hata kamba za viatu vyake. Ni huyo anakuja. Mara moja walipokuwa wanamwangalia, wale wanafunzi wake Yohana
walikuwepo pale, wakaangalia nini, wanategemea wamuone mtu mmoja bouncer, mtu mmoja mkubwa, lakini walimuona mtu mmoja mwembamba wa kawaida, amevaa kanzu nyeupe inafika jicho la mguu, amevaa viatu vya ngozi, anatembea taratibu tu taratibu. Anasema mwana kondoo wa Mungu ni yule. Wale wanafunzi wake wa Yohana walipomuona, wakafika mahali wakamwacha Yohana, wakamfuata Yesu. Kama leo nafikiri mtu angekasirika. Nishamsikia mchungaji mmoja muumini amehama kutoka kanisa hili, anasema wewe mtumishi wa Mungu unaniibia watu. Wanakuibia watu? Wewe una watu, wewe una watu. Yohana anamuinua yule, lakini akasema maneno makubwa, akasema yule amekuja ili yeye ainuke, mimi nipungue. Haleluya! Ni tofauti na watu wa siku hizi. Ukimwacha mtu katika kanisa lako, unakwenda kusoma Bible school, umeacha kuchungia kanisa mwaka mmoja miwili, ukirudi unakuta ameshawageuza waumini wote, hawakutambui, wanamjua yeye tu. Ameshawajenga, amewajenga, halafu unahangaika, pengine unaondoka unaenda kufungua tawi jingine, lakini bado anasema Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, atakayejikweza atashushwa, na atakayejidhili atainuliwa. Ndio utaratibu. Na siku zote nasema wa kwanza kujiinua ni Shetani, lakini kwanza kujishusha ni Bwana Yesu Kristo, ambaye alishuka hatua 7 halafu akainuliwa na Mungu hatua 7, akapewa jina linalopita kila jina. Oh, haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Ndugu zangu, mpango wa Mungu tangu zamani sio kujikweza, bali kujishusha. Kati ya Yesu na Yohana tunaona ushahidi huo. Yohana alipomwona Yesu anakuja Yordani ili abatiza, alisema maneno haya katika Yohana sura 1 mstari 29 na 30. Siku ya pili yake amwona Yesu anakuja kwake, akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukue dhambi ya ulimwengu. Huyu ndiye niliyenena habari zake, ya kwamba yuaja mtu nyuma yangu, ambaye amekuwa mbele yangu, kwa maana alikuwa kabla yangu. Haleluya! Tusikosi kuwatanguliza wenzetu. Hili jambo limekuwa gumu kwa Wakristo, limekuwa gumu kwa watumishi kuwatanguliza wenzetu. Umeona baadhi ya watumishi, akiwa kiongozi wa kanisa, akitokea kijana ambaye naye anainuka, utumishi wake unapanda, anakuwa na wasiwasi, huyu atanipindua. Anatafuta kumpiga nyundo nyingi sana kiasi kwamba hata ashindwe kuendelea. Lakini angalia, Yohana anasema huyu amekuja ili mimi nipungue, lakini yeye ainuke. Mpendwa, hebu sikiliza maneno haya ya mtume Yohana aliyezaliwa kwa muujiza wa ajabu anavyomtaja Yesu. Hapa inaonekana alikuwa na tabia ya kuwaambia habari za Yesu kabla hawajakutana naye. Anasema alikuwepo kabla yangu, tena siwezi kuchukua viatu vyake. Kila alipomtaja Bwana Yesu, yeye alijishusha na wala sio kujiinua. Bwana Yesu asifiwe sana. Wapendwa, kama tungekuwa namna hiyo, duniani pangekuwa mahali pazuri pa kuishi. Makanisani kusingekuwa na migogoro, nchi na nchi wasingezua vita. Tuangalie Yohana 2 mstari wa 15. Yohana alimshuhudia, akapaza sauti yake, akasema, huyu ndiye niliyenena habari zake, ya kwamba ajaye nyuma yangu amekuwa mbele yangu, kwa maana alikuwa kabla yangu. Unaona, anasema alikuwa kabla yake wakati yeye amezaliwa kabla yake, kwa sababu alijua. Yohana alikuwa na tabia ya kujishusha na kuwatanguliza wengine, jambo ambalo sisi Wakristo na watumishi wengi siku hizi hatuwezi. Yohana anafika siku moja kusema Yesu amekuja ili mimi nipungue, yeye ainuke. Haleluya! Injili ya Yohana sura 3 mstari wa 3, ndipo wanaposema maneno haya, hana budi kuzidi ila mimi nipungue. Kuna kijana mmoja aliimba wimbo naupenda, mimi nipungue, yeye ainuliwe. Mimi nipungue, yeye ainuliwe. Wapendwa, mtumishi wa Mungu mmoja aliwahi kwenda chuoni miaka 2, kaliacha kanisa mkononi mwake. Sio hadithi wapendwa, mimi najua na kanisa hilo nalifahamu, ila siwezi nikakwambia ni lipi. Kwa miaka 2 kaliacha kanisa mkononi mwake. Alivyorudi anakuta waumini wamebadilika, hawamtambui, hawamhesabu kama ni mchungaji. Walimkataa. Lakini mtumishi yule aliondoka, akatafuta sehemu nyingine, lakini yule bwana bado anasema Bwana Yesu asifiwe. Ndipo pale nikasema, katika wokovu kuna wokovu na kuna wokovu kweli kweli. Hebu tumsikie Bwana Yesu naye alivyomuinua Yohana
katika Injili ya Luka sura 7 mstari wa 28, nami nawaambia, katika wale waliozaliwa na mwanamke hakuna aliye mkuu kuliko Yohana, lakini aliye mdogo katika ufalme wa mbinguni ni mkuu kuliko yeye. Haleluya! Haya ndio maneno ambayo anasema mtumishi wa Mungu. Biblia inasema, nami nawaambia, ni Yesu huyo, katika wale waliozaliwa na mwanamke hakuna mkuu kuliko Yohana, lakini aliye mdogo katika ufalme wa mbinguni, ambaye ni Yesu Kristo mwenyewe, ni mkuu kuliko yeye. Maana pale alikuwa anasema ukweli, amemuinua kwanza kwamba hakuna kama yeye. Yohana alijishusha mbele ya Yesu, Yesu naye anamuinua Yohana. Huku ndiko kuwatanguliza wenzetu. Watumishi wa Mungu wengine wanapenda kusalimiwa kwa mikono miwili na kuinamishiwa sura. Wapendwa, nimeona mara nyingi mtumishi wa Mungu anasalimiwa na sura ya mtu inainama hivyo. Nimefundisha somo hilo, mtaangalia kwenye YouTube. Ile ni ibada.